Sauli alikuwa ni mfalme, na Sauli alipokuwa mfalme, Sauli hakuchaguliwa na Mungu. Sauli alikuwa ni matakwa ya watu. Ngoja nikwambie kitu cha Mungu. Sauli alikuwa ni matakwa ya watu, sio matakwa ya Mungu. Na matakwa ya watu Mungu akayalaani. Yaani Sauli alikuwa ni maombi ya mtu. Sauli alikuwa ni maombi, matokeo ya maombi ya mtu. Kuna maombi unaweza kuyaomba na hayo maombi yakajibiwa. Majibu ya hayo maombi yakawa mabaya. Kwani kwa sababu Mungu anaheshimu maombi ya mtu. Amen. Sauli alikuwa ni majibu ya maombi, lakini sio maombi mazuri. Oh yes. Ushaanza jiuliza, kwa hiyo Mungu anaweza kunipatia majibu ya kuniumiza? Ndio, kwa sababu ya kung'ang'ania kwako. Mungu, nimechelewa, nipatie huyu hivyo hivyo alivyo, anakupatia. Angalia anapokuburuza ndani kasongo. Ni matokeo maombi yako. Inua mikono. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Amina. Amen. Nitakufundisha hiyo, mtu wa Mungu, na utabarikiwa sana. Amen. Asa Mungu akamkataa Sauli kwa sababu Sauli alishindwa kutii, na alipokataa kutii sauti ya Bwana, Bwana akasema, nimekukataa wewe Sauli, na hautakuwa mfalme tena. Mara moja kwa moja kitendo cha Sauli kuwa mfalme, ule ufalme ulikuwa unatakiwa kutembea ndani ya kizazi chake. Yes. Halo. Amen. Sauli alipokuwa mfalme, maana yake yeye na kizazi chake tayari mtoto atakayemzaa anatakiwa kuwa mfalme. Amen. Mtoto akizaa na yule mtoto akizaa mtoto mwingine, yule mtoto naye anatakiwa kuwa mfalme. Sasa kitendo cha Sauli kutokutii sauti ya Mungu, Mungu akamkataa Sauli, na alipomkataa Sauli amemkataa hata kuwa mfalme. Maana yake hata ndani ya kizazi chake hakuna mtu anatakiwa kuwa mfalme tena. Oh yes. Sauli anapokataliwa kuwa mfalme ndani ya familia yake, neema ya ufalme inafutwa kabisa. Kuna watu ndani ya familia walikataliwa wasiwahi kuzaa, walikataliwa wasiwahi kujenga, walikataliwa wasiwahi kuendelea, na wao wanazaa watoto. Hao watoto nao wanajikuta wapo kwenye roho ya kukataliwa, ile ambayo ilitesa wazazi wao. I decree, kilichowatesa wazazi wako, kilichokutesa wewe, kilichokamata wengine, wewe kinakuachia, kitakutesa tena. Ninainua mikono juu, ninatangaza, chochote kilichowatesa wazazi wako, chochote kilichotesa familia yako, ninatangaza kwa Mungu aliye hai, wewe akitakutesa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana alipokataa Sauli asiwe mfalme, moja kwa moja neema ya kifalme ikaondoka ndani ya nyumba ya Sauli. Kuna watu ndani ya familia zenu kulikuwa na nyota ya utajiri, lakini mlipoingia laana, roho ya utajiri ikaondoka, ikaingia umaskini. Ilipoingia laana, roho ya kuzalisha ikaondoka, ikaingia utasa. Leo mnateseka na matatizo yaliyoingizwa kwa sababu ya tabia ya mtu mmoja tu ya kukosa kutii. Kuna mtu mmoja ndani ya familia alianzisha madhabahu ya giza. Hapo hapo mateso yanaingia mpaka kwako, na Biblia inasema, nitabadilisha laana kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha 10. Leo ninatangaza, laana haitakupata wewe, laana haitakupiga wewe, laana iliyoua wazazi wako haitakuwa wewe. Amen. Automatically ufalme ukaondolewa ndani ya nyumba ya Sauli. Ufalme ukaondoka ndani ya nyumba ya Sauli. Na Biblia inaniambia Sauli akazaa mwana, na huyu mwana anaitwa Yonathani, na huyu Yonathani akafanya agano na Daudi. Na Biblia inasema Yonathani baada ya kufanya agano na Daudi, Yonathani yeye na baba yake wakafariki. Oh yes. Nataka tuone kitu hapa, nikufunulie kitu hapa. Amen. Nilitegemea jambo moja litokee, kwa sababu Daudi alikuwa ni mwana wa Mungu. Daudi alikuwa na agano
agano na Bwana, na Bwana alishamchagua Daudi kwa mfalme. Sasa nilitegemea kwa kuwa Yonathani anafanya agano na Daudi, basi Mungu amrehemu, amrehemu Yonathani ili asiingie kwenye makosa ya baba yake. Laiti kama Yonathani angeendelea kuwa hai, manake Yonathani angekuwa mfalme, ili Mungu asikiuke maagizo yake, akahakikisha hata kama Yonathani atafanya agano na Daudi, lazima afe tu kuhakikisha agizo la Bwana linatokea. Kuna watu utakuta hata kama wakisimama hivi wanajikuta wanakufa tu, ni kwa sababu ya laana ya mwanzo. Baba yake yeye ndo alikosea, baba yake ndo hakutii Mungu, baba yake ndo alikuwa anachukia Daudi, baba yake ndo alikuwa anachukia mtu ambaye Mungu amemchagua. Lakini Bwana hiyo sababu haikumfanya Yonathani awe hai. Maana Yonathani angebaki kuwa hai, maanake Daudi asingekuwa mfalme. Kwani kwa sababu Yonathani tayari ameshaingia agano na Daudi, maana Yonathani hakutembea kwenye njia ya baba yake. Lakini tamko lililotamkwa lilibaki ndani ya damu. Yonathani hakufa kwa sababu alikuwa anachukia Mungu, alikufa kwa sababu damu inakataa siwe mfalme. Oh my God. Kuna nafasi inakukataa, lakini by force by fire utaingia hapo. Amen. Yonathani anakufa kwa sababu tayari Mungu ameshakataa, ufalme ameufuta. Kwa hiyo hakuna sababu ya Yonathani kuwa hai, kwa sababu hauhitajiki ufalme ndani ya familia. Manake kama anatakiwa kuwa hai, lazima ufalme ubaki. Kuna kitu kimeondolewa ndani ya familia, kinasababisha roho ya mauti itembee. Leo ninatangaza, kama kuna uhai umeendelea ndani ya familia, ninaurejesha katika jina la Yesu. Chochote kinachosababisha mauti kwenye familia, chochote kinachosababisha mateso kwenye familia, leo nakiondoa. Amen. Kiondoke. Amina. Amen. Kitendo cha ufalme kuondolewa ndani ya familia kinadai kifo. Unaishi kwa sababu, geukia jirani mwambie unaishi kwa sababu. Unaishi kwa sababu. Unaishi kwa mpango. Unaishi kwa mpango. Kuna kusudi. Kuna kusudi. Usipoishi kwenye hilo kusudi, unaishi kwenye kifo. Unaishi kwenye kifo. My God. Unaishi kwa kusudi. Kusudi lisipokuwepo, ukae kijua wewe haupo, wewe umekufa. Kusudi likiondolewa, wewe unakufa. Yonathani, laiti kama neema ya kifalme ingeendelea kuwepo juu ya familia yake, Yonathani angeishi ili kutafsiri maono ya baba yake. Lakini Mungu alipomkataa Sauli na kusema nimeukataa Sauli na ufalme wako nimeuondoa, hakuna sababu ya Yonathani kuendelea kuishi. Kwa nini? Kwa sababu kusudi limeondolewa. Shetani hapambani na wewe hivi, anapambana na kusudi ulilolibeba. Akiondoa kusudi, ameweka mauti juu yako. Na ndio maana ninapokuombea ama unapoombewa, unakuta madhabahu za familia zinainuka ama mizimu inainuka, inasema hatutaki asome, hatutaki aendelee. Kwa nini asiendelee? Kwa sababu kusudi, kwa sababu atasaidia familia. Kwa hiyo uwepo wako wewe ni kuhakikisha familia yako inainuka. Kwa hiyo mizimu ya familia haitaki familia yako iendelee. Yusufu wanamchukua, wanamdumbukiza kwenye shimo, wanamuuza ili mradi tu kusudi lisitimie. Unateseka kwa sababu kusudi lisitimie. Leo nataka nikwambie, hautaingia chini ya ardhi pasipo kusudi la Bwana kutimia kwenye maisha yako. Hautaingia chini ya ardhi bila mpango wa Bwana kukutimia kwenye maisha yako. Alichokikusudia Mungu juu yako kitatimia. Inua mikono tu, sema kitatimia. Kitatimia. Sema kitatimia. Kitatimia. Amen. Yonathani
sababu za kumfanya kuendelea kuishi hazipo. Ndio maana ndani ya familia kuna watu wakiharibiwa ama kuna watu wakiondoka na hiyo familia imeondoka. Yes. Angalia ndani ya familia kuna mtu ambaye Mungu alimuinua kuhakikisha familia inasoma, lakini yule mtu alivyomchukua na familia yote hakuna anayesoma. Yes. Kuna mtu ndani ya familia alikuwa anahakikisha ndani ya familia kuna kuwa na maendeleo, walivyomchukua hakuna maendeleo, umaskini umeingia. Yes. Usijichukulie poa ambapo Mungu anakuchagua kwenye familia yako kuwa mwana maombi. Usijichukulie poa ambapo Mungu anakuchagua ili kwa ajili ya familia yako. Usijichukulie kawaida. Kwa maombi yako familia yako inaishi. Amen. Usijidharau. Usijidharau ulivyo. Amen. Kwa maombi yako familia yako inapumua. Amen. Si mnaona wenyewe tunaombea hapa, kwa nusha kuona pepo linasema hatutaki yeye, linasema hatutaki familia yake. Yes. Manake wewe ni ufunguo wa familia yako. Amen. Amina. Amen. Kwa hiyo Yonatani akajikufa na kufa pamoja na baba yake. Kwa nini? Kwa sababu aliyekuwa amebeba kusudi la tafsiri ya maisha yake ni baba. Kuna watu katika haya maisha ni watu ambao Mungu amewaleta kwa ajili ya kutafsiri maisha yako. Kuna watu Mungu amewaleta na Mungu anakukutanisha nao. Hao watu Mungu amewakusudia kwa ajili ya kutafsiri maisha yako. Usipowaelewa lazima utakufa. Maisha ya Yonatani yalikuwa yanatafsiriwa na Sauli. Kwa nini? Maana Sauli ni mfalme, Yonatani anatakiwa kuwa mfalme. Kwa hiyo Yonatani alikuwa anakaa kusubiri ufalme. Ufalme ulipoondoka na yeye anaondoka. Kuna watu wakiondoka na wewe umeondoka. Amen. 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 Kwa sababu nafasi iliyokuwa na kufanya uwepo pale haipo tena. Yes. Sema ninakataa. Ninakataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Makosa ya wazazi. Makosa ya wazazi. Kuharibu maisha yangu. Kuharibu maisha yangu. Unaweza usife kimwili, lakini kiroho ukawa umekufa, hatima yako imekufa. Kuna watu walivyoondoka kwenye maisha yako na hatima yako imeondoka. Sema nakataa katika jina la Yesu. Nakataa katika jina la Yesu. Yaani nakuambia mwana wa Mungu, tunapomaliza ibada hii, hayo maisha yanakuachia. Amen.